Hi guys, I hope mko poa kabisa. Karibuni sana darasani na leo nitakwenda kuwafundisha jinsi ya kusuka stichi kwa kutumia kitana. Kuna njia tofauti tofauti za kusuka stichi. Tulianza na ile njia ya kutumia stitching, tukaja na njia ya kuandaa vipande kabisa, zile stitches tunaziandaa kabisa, lakini leo nakufundisha kwa njia ya tatu ambayo tutatumia kitana. Utaanza maandalizi yako ya nywele kama ambavyo unaona mimi ninavyoandaa. Kumbuka, usipake jeli nyingi kwenye nywele. Kupaka jeli nyingi sio kujua kusuka stitch. Jeli inatakiwa kuwa ya wastani. Hakikisha nywele ya mteja wako umeiosha na ni safi kabisa. Uta-apply jeli yako alafu utafanya kama mimi ambavyo nimeandaa nywele yangu, then utaanza kusuka kile kipande cha mbele. Kama kawaida tunavyoanza kusuka stitch. Unaona jinsi ambavyo nakuonyesha vidole kwa ukaribu kabisa. Kwa hiyo utaanza kusuka kile kipande cha mbele, utasuka mizunguko mitatu. Baada ya hapo utaanza kuchukua kitana chako, unaanza kukata zile stitch, hizo njia zenyewe ambazo tunazizungumzia. Utasuka mara mbili, then utapokea tena kipande. Hakikisha unavokata, kata nywele yako vizuri, alafu kitana chako unavyoingiza nywele unaipokelea upande wa kushoto na kulia. Angalia mimi ninapopokea nywele yangu, unaiminya upande wa kushoto ama unaibana upande wa kushoto na kulia, then unasuka ukiwa umeikaza vizuri kabisa. Kwa hiyo kwa wale ambao walikuwa wanatamani sana kujifunza kusuka stichi kwa kutumia kitana, hiyo ndio njia ambayo inatumika. Kwa hiyo unakuwa hauandai kama kwenye ile njia ambayo tulitumia awali ya kuandaa kabisa. Tulianza na njia namba moja niliwafundisha ya kutumia stitching, then nikawafundisha kwa njia ya pili ile ya kuandaa vipande kabisa, na hii ni njia ya tatu ya kutumia kitana. Hapo zoezi linaloendelea unavyoona nimeanza kupachika rasta. Kikubwa nachotaka nikufundishe ni wewe jinsi ya kukata zile njia kwa kutumia kitana na namna tunavyoisuka stichi kwa kutumia kitana. Kama unavyoona hapo sisi tunaweka rasta za kubalance, sio nyingi sana, sio chache sana. Hii unaweza tu ukabalance wewe mwenyewe utakavyotaka. Ukitaka iwe kubwa utaweka nyingi, ukitaka iwe ndogo utaweka kiasi. Sisi mteja wetu alikuwa anataka tu simple, alitaka natural look, isiwe na rasta nyingi sana. Somo ni jinsi ya kuchota hizo rasta kwa kutumia kitana. Cha kuzingatia, hakikisha kitana chako kiwe na ncha nzuri ambao utaweza kukatia bila kupata usumbufu. Hakikisha ina ncha nzuri. Ni vyema zaidi ukatumia kitana ambacho kama mimi natumia hapa chenye hiyo ncha ya chuma, ni kizuri zaidi, kinakata vizuri. Na kama utakuwa na vile vya plastic, basi hakikisha umekichonga kule kwenye ncha ili iwe na ncha ambayo itakata vizuri bila usumbufu. Haya. Hiyo nywele yetu ya kwanza tayari tumeshaimaliza. Usiogope wala usiwe na wasiwasi. Kama hujaelewa kwenye hiyo nywele ya kwanza jinsi ambavyo nimeianza na nilivyokata stitches zangu, basi njoo kwenye nywele hii ya pili nitakwenda kuonyesha pia. Tunaanza kwa kuandaa line yetu. Umeona jinsi ambavyo na apply. Jeli ni kidogo sana. Watu wanakwama sana kwenye kusuka stitches, anakuambia ameweka majeli mengi, nywele mpaka inanata, mteja mwenyewe inakuwa haimpi raha, hayuko comfortable, majeli umeweka mengi. Usiweke jeli nyingi wakati unasuka stitch. Ni kiasi tu. Kama hapo unaona nimekata mstari wangu vizuri, then utalambisha tu kidogo kulia na kushoto. Utalambisha na ile sehemu ya mbele pale, then utachukua kitana chako utachana kule mbele, natumia upande huo wa kwenye meno, then nageuza na upande wa pili wa kitana. Kwa hiyo unatumia sehemu ya ubapa na sehemu yenye meno. Baada ya hapo tutaanza kugawa kipande chetu cha mbele. Unaona jinsi ambavyo tunagawa. Utakata vipande vitatu. Hizo ndo hatua ambazo unatakiwa kupitia. Ni simple sana na ni rahisi. Ukishakata unaanza kusuka nywele yako. Kawaida ni ile ile jinsi kama ambavyo tumefundishana, peleka moja nyuma, anza kusuka kinyume, mizunguko ni mitatu. Baada ya mizunguko yako mitatu, utaanza kupokea nywele yako. Hii nimekaa kwa upande mwingine kidogo, kamera iliyoko kwa upande mwingine ili uone jinsi ambavyo tunaingiza ile rasta yetu na tunavyopokea nywele vizuri. Unaona jinsi ambavyo nimekuonyesha kwa juu sasa, ninavyopokea nywele yangu kulia na kushoto. Unaona jinsi ambavyo tunafanya. Na kwa wewe ambaye labda njia ya kupachika rasta inakusumbua, unaweza ukapata kitu pia hapo ukiangalia jinsi ambavyo tunapachika hiyo rasta. Kwa wale ambao bado kama ni changamoto kwao. Kwa wakati tunajifunza jinsi ya kukata na kitana, unaweza pia ukaangalia jinsi ambavyo nilikuwa napachika. Haya, kama ni mara yako ya kwanza ndio umekutana na video yetu,
hakikisha umesubscribe. Jamani, hii ni channel ambayo tunakuletea mafunzo tofauti tofauti ya masuala yote ya urembo. Kwa hiyo hakikisha umesubscribe. Kwa sababu utakapokosa kusubscribe ni sawa unapitwa na vitu vingi sana ambavyo tunavifundisha kwenye masuala ya ususi na tasnia nzima ya masuala ya urembo. Kwa hiyo hakikisha umesubscribe, then weka button yako notification iwe on ili tunapoweka video mpya iweze kukufikia kwa urahisi. Kujifunza inawezekana. Wapo walio mbali, unaweza kujifunza kupitia online hapa hapa na ukaelewa kabisa na ukaenda kufanya kazi ambayo unaweza kukuingizia kipato chako. Na kwa wewe ambao utatamani kuja kujifunza darasani, tunakukaribisha sana. Sisi tunapatikana Dar es Salaam, Tegeta, Azania. Unaweza ukatupata, namba zetu za simu ni 0673232339. Stitches tunafundisha, tuna madarasa ya stitch peke yake, lakini pia tuna madarasa ya misuko mbalimbali aina zote. Kwa hiyo kama unapenda pia kujifunza stitch, utatamani kufika darasani, tupigie kwa namba hiyo hiyo tukupe maelekezo. Unaweza ukaja ukajifunza kwa njia rahisi kabisa. Haya, unaona jinsi ambavyo nywele yetu inaonekana so clean, hakuna majeli, ngozi unaiona nywele imetakata. Hicho ndio kitu kikubwa ambacho tunataka kukizingatia. Tumesuka stitch yetu na kitana, lakini nywele ni safi kabisa. Hakuna lile jivu ambalo unasemaga watu inakuwa kama majivu, huo ni uchafu. Ngozi ni safi kabisa. Jamani, kusuka stitch inawezekana, kujua stitch inawezekana. Hakikisha umefuata utaratibu ambao nimekuelekeza. Hakikisha unafuata kile ambacho nakifanya. Mimi niseme nawapenda sana. Karibuni hadi wakati mwingine.